there is a grudge we try to keep with our own relatives, neighbors, that they are not connecting us to job opportunities. That's when we are a bit younger. But after years pass by and we really realize what work is, and even what we used to think like that it's honeymoon, government jobs, or you try to see like it's simple, there is an awakening. Honeymoon is over. Work, it's calling, it's demanding. Now you want to fight your self work, just direct. And then the man I'm staying with have tried telling me like so and so nenda home. Nikamwambia, nikamkomesha. Kwanza kama ni kazi ya hoteli, mimi nataka tu nijitafutie. Ama kazi hizi zingine tu kazi. It's demanding, it's kida straining. Nijitafutie ili tukikosana ama inichoshe. I'm not worried like there is someone I'll disappoint or will feel betrayed. Niachana nayo. Hiyo mchana hadi kuna time naweza kataa kugoja mshahara. You know when you are connected job na mtu, you are at a debt. Yule mtu alikuwa amekusifia ni kama tu bureau. Kutafuta kazi na bureau inakuwa katika mimi nilikuwa tu nimekuwa tunaenda straight. I used to be a good chapo chef, then kidogo nikakaa, then sijui ikakuwa hata staki kupika. So mimi naenda tu kwa bureau namwambia, yes, mimi natafuta kazi and I don't cook chapatis and I'm not, yeah, other things I really feel good at, but that one I came to learn because I could go and say like I don't cook chapatis. Kidogo mtu wa bureau, hello, nimekupata msichana mzuri. Mama, unajua sasa mama amefika 35 years, hata hafikiri wanaume. Yani ni mtu ameamua tu ni kazi. Akikuja kwa kazi yako, nakwambia ni mzuri. Hard working, kila kitu anasema tu ni perfect. Unajua sasa yeye hata hafikiri wanaume, hakuna kitu kingine anafikiria tu kwako na kazi yako tu. Nakwambia nimepata tu kama yule ulikuwa unataka. Nakwambia huyu utafurahia. And I'm like, oh, I'm so overly hyped. You know, it's like almost 10 years ago, watu wa bureau ama mtu anakutafutia kazi ya nyumba, anasema ati you're not into wanaume. 10 years later, nikataa kufikiria. God first, then love. Okay. Ati ukue ufikiri wanaume. Ati unajua kuna huyu alinitafutia nikiwa 29 years. Hapa niambia sasa sababu hukuolewa. Sasa itabidi tu ufanyie watu kazi ya nyumba. Na ufanyie vizuri tu, sasa sababu sioni kama kuna kitu kingine. Hata kama nakutafutia na huko kijua kali akikupeleka nipeleka Kilimani, bado huwa napewa huko, hata alipewa toke tu kunipeleka tu. So anakusifia alafu anakutaka kukuonyesha wewe hakuna maisha mengine unangoja. Bora tu yeye make the 2000 or 1000. So ikusifiwa sana unapotafutiwa kazi sio mzuri kwako. Utaenda itabidi umejifinyilia nikasifiwa hivyo hata siwezi yenda hiyo kazi. Itabidi wewe ujifinyilie alafu you stay a fake life ati kuzumeambua. Actually the irony is the more miaka unaongeza job, you are so much in love. Tifikiriwa na umezeeka. It's not the reality is hitting us. Yes. Hata juu unapenda wanaume. Tunazana Kibet, unajua Kibet anatoroka like literally. So let me come. I used to be Mkali. So even this one now, I was just this one, then I'm telling him like, hebu kidogo tumalizane. Ananiambia naenda kazi. Dakika 2 tumalizane. Nitachelewa. Okay, what I came to realize, you see, honeymoon last, I had given different reasons the other time, but now I came even to realize other reasons. This now stay the 1 week. It's not because I had stayed. I had abstained for long. Remember, it is 2 months from that other to here, and it was gosh. Hapo ndio sawa nilikuwa tu nimeona na kweli mtu inafaa ni kama hauleki miaka iko ya, I was feeling like hadi mimi mwenyewe mimi nilikuwa na
direct ile kwa his ex, because it was like, I'm feeling pain, this is too much, I cannot bear it, because I want just to stay, because nilikuwa nimetoka kwa kibanda. Mimi namwambia tu wewe uniache huku. It was me who was directing back to his ex, because I was feeling like it's painful, I can't hurt her. Kabla chuma zizoeane, it took exactly a week. After a week game ikabadilika. Si mimi nilikuwa najifanya staki, mimi namwambia enda. Sasa mimi huwa namkimbiza. Anasema mimi mwenyewe nilikuwa namwambia uende. Sasa nikasikia ati ameenda. I think it's the way we have with men. Because wewe haja kusatisfy, but anaenda kutafuta wengine sababu ya tamaa. Satisfy a woman is not easy. Sasa ni tu ni ametoroka. Kasema ameenda kazi. So me mwenyewe, the fight is hajani satisfy, alafu ameenda kutafuta wengine sababu ya tamaa, but si sababu ati mwenye ako kwa nyumba ako satisfied. Yeah, that's what I was saying. Usidanganyike. Mtaka kwambia ati umefika. I've had that problem. Umefika miaka 25. Sasa nakwambia hizi kazi za nyumba. Mwenye nyumba akikwambia vile tu anakwambia, itabidi tu utumike vile ulitumika, because hukuolewa. Kuna lingine. Hiyo miaka. Na hukufanya course. Inafaa tu. Hata akikwambia nini ama nini. Wewe tu utii. Kwa sasa hiyo mwaka hukuoleka, uko miaka 25 hukuoleka. Sasa hukufanya course, hakuna lingine tu ni boss wa kutumie. This house help employers waheshimu na wakutumie tu vile wanataka, kuza kuna kitu kingine unangoja. Afya hata uko I resumed. I never thought I would resume as a job, and I resumed when I was 29. Hiyo ndio maana naambiwa hakuna kitu kingine nafikiria. Sasa unaona sababu sasa huyu amefika ile miaka hata hafikirii wanaume. Wewe kufanya kazi mzuri sana. Hafikiri hakuna kitu kingine, anafikiria tu kwako, kazi yako, vile atakufurahisha. Hakuna kitu kingine kwa akili zake. Amefika ile miaka sasa, nakwambia mwanamke tu anakuwa mature. Niko na house very mature. Ni yako ujijue. You have your time. Kama wewe una feel yes ulichoka, uwezi bedana ufikirie wanaume ni yako. Hata unaweza chagua hata ukiwa. Usidanganyike na miaka. Vile tumeka hadi tunasonga juu na feel like yes. Live and let us live. It's true. Ukauliza wale watu, hata wale wako na miaka sasa imenizidi, ndio unafeel these other things are vanity. Hicho kinyumba chako kizuri takufa, uzikwe kwa shamba ukiache hapo. Hiyo nini hiyo gari? We just want you yourself to love, to be happy, because that's all life is to many of us. I don't know if it is what it is to you. Furahia unapojitafutia kazi, usiweke grudge ati fulani anitafutia kazi. Furahia, sorry, ama hata unajitafutia na huko nje, people without much expectations. Like mahali nimestick kwa kibada, hakuwa na expectations na mimi, na hiyo ndio maana imekuwa tumekaa na yeye for that. We have been working, hustling and keep the friendship for long. Because hata nilikuwa nimeenda tu kuomba mahali pa kukesha, nikache nikeshe kukuche. After the time sijakuwa na nyumba, but then when people are not having much, because you're not killing yourself to prove like ile vile ulisifu ndivyo huko, uliambiwa uko mzuri sana, huwa hapumziki. Kwanza nakwambia huyu hapumzikage, huyu akiamkia kazi saa 10 ya usiku, asubuhi hutamwona amekaa chini hadi saa 6, hadi ifikie hiyo saa 6 ya usiku hautamuona amekaa chini. Niko na yule mature, very mature, huwa hakai chini. Hata hiyo kukula huwa haimsumbui, anaweza kaa bila kula. Nakwambia nimepata yule tu kama yule tu ulikuwa unataka. Wewe sifia ni yako. I like expectations you can manage.
ukisifiwa sana atakuwa na expectations mingi, you will end up disappointing them. Sitaki kukula pesa ya bure. Nkienda kurira mundu nguru no nake ndagakora ati arenda I don't think I will drive then the airport, but I feel my car, I'll be back. Thank you.